Asante sana. Watu wa Nyeri hamjambo. Ando aitomoriega. Hii kitu haifanyi hii kitu. Wale watu wanatuona kule mbele. Muko area. Acha nisimame hapa nyuma kidogo. Sinama hiyo. Basi. Watu wa Nyeri hamjambo. Nyeri moriega. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione watu wa Nyeri. Asanteni sana. Kwanza watu wa Nyeri, mimi nataka nisimame hapa mbele yenu niseme asante sana kwa kutukaribisha Nyeri. Niseme tena asante sana kwa kura zenu. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Nasema asante sana. Tumesema kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya itakuwa na mpango ya vile vijana wakimaliza shule, tunapanga vile watapata ajira, waweze kujisimamia na waweze kutusaidia kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Sababu hiyo ndio tumeanzisha hii program ya housing. Niliwaambia tutakuwa na mpango mara 4 ya hii ajira ya vijana wa Kenya. Hii Kenya tumepata matatizo mengi. Tunasomesha watoto lakini hatupangi vile wakimaliza shule watafanya kazi gani. But this time round, for the first time, we have a plan as a government on what happens to our young people when they get out of school, when they get out of college, when they come out of university, and that is why we have a plan on employment in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo hapa mahali tumekuja leo. Hii site mnaona hapa. Tuko na site kama hii 50 Kenya nikizungumza na nyinyi. Kuna vijana 1130 wanafanya kazi vile hawa wa hapa wataanza kufanya kazi. Nyinyi mnanielewa? Tumekuja hapa kuanzisha hii mradi ya manyumba hapa. Hii sehemu hii tunajenga nyumba 1000 hapa. Tunajenga nyumba 1000 ingine hapa nyuma. Kati ya hii plot na hii plot iko nyuma yetu hapa, tunajenga nyumba 2000. Na tunahitaji, munisikize vizuri, hapa peke yake tunahitaji vijana 3500 wa kufanya hii kazi. Vijana wa Nyeri mko tayari? Vijana wa Nyeri mko tayari? Tunataka vijana wa kuchora wanaitwa architect. Tunahitaji plumber, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji steel fixer, tunahitaji yule mtu ya kufanya kazi hiyo ya electrician, tunahitaji kazi, hata kazi ya mkono iko hapa mingi. Ninakuuliza wewe kijana wa Nyeri, utashindwa kujipanga na kazi moja hapo katikati? Mutajipanga? Mutajipanga? Na hii mpango sio hapa peke yake. Hii Nyeri County nimesema tunajenga nyumba 1015 kwa awamu ya kwanza. Na tunahitaji vijana zaidi ya 1030 kufanya hiyo kazi. Hapa Nyeri Town, kule Mkuruweini, kule Tetu, kule Odhaya, all the way mpaka Kieni, mpaka kule Madhira, tunaweka mpango kama hii ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata kazi na tunapata makao mazuri ambayo wananchi wanaweza kuishi. Tuondoe wala wanaishi kwa slums, waishi na dignity na waishi na heshima, kwa sababu hiyo ndio mpango ambayo itapeleka taifa la Kenya mbele. Nyinyi mnasema jameni, tuendelee na hii mpango? Tuendelee, si ndio? Saa hizi nikiongea na nyinyi kule bunge, sheria ya kuweka hii mambo laini imezungumziwa jana. Na Tuesday, mimi nataka niwaambie hawa wabunge wapitishe hiyo sheria haraka haraka, kwa sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Si bado watu wengi hapa hawana kazi? Mimi najua nyinyi wabunge. Wale watu hawana kazi hapa, weka mkono juu. Bas. Bado mnahitaji evidence nyingine ya kwamba hiyo. Mwende mupitishe sheria haraka, hawa watu wanataka wera. Ama namna gani jameni? Si tayari mumeripoti kwa site? Hawa watu wapitishe sheria haraka ndio tuweze kupanga ajira yenu. Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa Nyeri?
Vile vile mpango ya pili, tumekubaliana na hawa wabunge, kila mbunge aweke ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Ndio tuwapange ninyi pamoja na ajira ya digital jobs, online jobs, ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata kazi, waweze kujishughulisha na kazi, ndio tuweze kupeleka Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Nyeri. Vile vile tulikubaliana ya kwamba mama mboga lazima pia afanye kazi mahali kuna heshima. Hapa Nyeri tunajenga soko ingine mpya 9. Tumeweka zaidi ya milioni 700 kufanya hiyo kazi. So tumekubaliana na hao wabunge wenu mahali tutajenga hizo masoko, na tutahakikisha kwamba tunapanga hiyo kazi isonge mbele. Tumekubaliana jameni. Vile vile tumekubaliana mambo ya stima. Mambo ya stima kuna sehemu nyingi ambayo bado iko giza. Na huyu PS wetu wa energy yuko hapa. Tumekubaliana ile mpango ya zamani ilikuwa inaitwa last mile connectivity ambayo ilikuwa imekwama. Sasa tumeikwamua, ndio tupeleke stima ifike kwa kila kijiji, ndio tuondoe giza, ndio shetani ahame. Si mumesikia ati shetani anapenda mahali iko giza? Sasa tutaweka stima ndio shetani ahame, awache kusumbua sisi. Ama mnasemaje? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Vile vile tumekubaliana watoto wetu wa Kenya wote wasome. Mimi niliwaambia tutasort out mambo ya CBC, tumesort out. Niliwaambia tutaajiri walimu wapya, tumeajiri walimu 56,000 wapya. Na mwaka huu tena tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shule apate masomo, ndio tuweke usawa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Neguo kana tiguo. Neguo. Tumekubaliana. Tupange hii maneno ya Kenya iende sawa sawa. Vile vile mimi nataka niwashukuru watu wa Nyeri. Nyinyi ni watu wa maana sana na wazalendo, kwa sababu hii Nyeri County ni kati ya counties Kenya ambayo wanazalisha chakula ya kutosha na wanatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nawashukuru sana wangwana wa Nyeri County, kwa sababu mimi niliwaambia njia ya kuondoa njaa kwa Kenya ni kusaidia wakulima, tuwapatie mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuweke maneno ya irrigation. Na jana nilikuwa pale Odhaya kwa mambo ya irrigation. Na mimi nimesema ile sehemu kidogo imebaki, tunahitaji karibu milioni 300. Ndio ile mpango tuko nayo Nyeri ya mambo ya irrigation itimie. Hiyo nimeambia hao wabunge tunaweka hiyo pesa kwa budget, ili kabla ya mwezi wa 6 hiyo program ikuwe tayari, ndio Nyeri na Kenya watuzalishie chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Wacha niwaambie maneno watu wa Nyeri. Unajua Kenya saa hizi tunatumia bilioni 500 kuagiza chakula kila mwaka. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuendelee kuagiza chakula kutoka nje? Ati tunanunua mahindi, tunanunua ngano, tunanunua sukari, tunanunua mchele, tunanunua edible oil kutoka wakulima ya watu wengine. Tumesema mambo ya kuagiza chakula kutoka nje tutasimamisha. Sisi hiyo bilioni 500 tunatumia kuagiza chakula kutoka nje, tulipe wakulima wetu watuzalishie chakula, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana? Na ndio niliwaambia nyinyi watu wa Nyeri ni watu wa maana sana, kwa sababu mlienda shambani mkatusaidia kuzalisha chakula, ndio tuko na chakula Kenya. Wale jamaa wengine ati walivaa sufuria kwa kichwa wakafanya maandamano ati ndio bei ya unga ipungue. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, hata kama wewe ni mganga kiasi gani, ati ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? Anyway, so tafadhali nawaomba kwa heshima wakulima wote, sisi tumeweka mpango kamili, na hata hapa Nyeri tumekubaliana ya kwamba mambo ya kahawa, mambo ya chai tuweke taratibu ya sawa sawa. Ile mbolea ya mambo ya chai na kahawa tumesema pia tunapunguza mpaka shilingi 2,500,
na ya kahawa tutapeleka kwa kila society na kila factory, ndio mkulima akutane nayo pale, sio ya kwamba atasafiri mahali mbali kwenda kutafuta mambo yake. Tumekubaliana jameni? So mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi kufika hapa Nyeri. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena. Viongozi wenu wameniuliza mambo ya stadium. Kuna stadium hapa imetusumbua sana. Hiyo stadium imejengwa karibu Yesu anafika kama bado haijakamilika. Si ndio? So nimesema kabla ya mwisho wa mwaka huu hii stadium tutamaliza. Nimeleta contractor mpya. Contractor amefika na nimempatia warning. Si ndio? Ya kwamba mpaka hiyo stadium ikuwe complete. Si ndio? Hapa Nyeri tuko na watu wa riadha wengi, tuko na sportsmen and women from all disciplines, and we want to grow talent in this county as we grow talent in the Republic of Kenya. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Nyeri? Si ndio? Mimi najua nimewaamukia asubuhi, lakini hiyo ndio kazi. Si ndio? Ndio nasukumana na hii kazi ndio isonge mbele haraka haraka. Tumekubaliana? Na msijali mambo hiyo ingine yote tutanyorosha, itakaa laini sawa sawa. Tumekubaliana? So otherwise watu wa Nyeri, asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. I want to just give you my assurance that we are going to change Nyeri County as we change the Republic of Kenya. Na nyinyi vijana mkae chonjo. Si namna hiyo? Ndio tuweze kusukuma hii gurudumu. Tunataka akili yenu, ile taaluma mko nayo, nguvu mko nayo, tunataka kutumia kupeleka taifa letu la Kenya, na vile vile nyinyi mupate riziki, muwe ni watu ambao mnaweza kujisimamia, msimamie familia zenu na mtusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Kwa hivyo asante sana. Mimi niko hapa na ndugu yangu anaitwa Rigiji.